Karibu kwenye kitu hiki kiitwacho Wewe, ikiwa kimeletwa kwako na Science of Mind Africa. Science of Mind Africa ni jumuiya ya kiroho inayojitolea kukushiriki mbinu na vitendo na hekima isiyo na kikomo cha muda ili kukusaidia kubadilisha fikra zako na kubadilisha maisha yako. Kitu hiki kiitwacho Wewe ni kitabu chenye nguvu na cha kuinua moyo kilichoandikwa na Daktari Ernest Holmes, mwanzilishi wa falsafa ya Science of Mind. Ni mwongozo wa kugundua nafsi yako ya kweli, kuimarisha uhusiano wako na Mungu na kuishi maisha yenye kusudi, furaha na upendo. Unaposikiliza, tunakualika kufungua moyo na asili yako. Acha maneno yaingie moja kwa moja na nafsi yako, kiumbe cha kiroho chenye uwezo usio na kikomo, ukiungwa na mkono na ulimwengu yenye akili uliojaa upendo na utunzaji. Hapa kuna baadhi ya maswali ya kukusaidia kuzingatia mambo muhimu katika sura hii. Swali la kwanza ni kuwa Ernest Holmes anamaanisha nini anaposema kuna nguvu katika ulimwengu iliyo kuu zaidi kukuliko na unaweza kuitumia. Swali la pili, Holmes anaelezeaje uhusiano kati ya mtu binafsi na ule usio na kikomo? Na swali la tatu, unaposikia maisha yanatafuta kujidhihirisha kupitia kwako, maana yake ni nini katika maisha yako ya leo? Hii hapa ni sura ya kwanza. Msomaji ni Otumba James. Wewe kama wengine unatafuta furaha ya kuishi. Una hamu ya kuhitajika, kupendeka na kujumuishwa katika harakati nzima ya maisha. Hamu hii ipo kwa kila binadamu. Hamu ama msukumo huu upo kwa kila kitu. Ua la waridi lipo kuonyesha urembo. Mzizi na tawi hushirikiana na maumbile ili ua ichanuke. Mfanyikazi hutia bidii ili aumbe sanamu maridhawa kutoka kwa tope, akizizimisha nguvu za maumbile kutokea kutambua ubunifu wake. Sio binadamu pekee, bali kila kitu ulimwenguni kumepewa msukumo huu wa ubunifu. Wakati unyevu unapotokea jangwani, udongo hupokea kwa shangwe na kuanza msukumo wa maumbile, huku mimea ikichanuka kwa furaha na kutoa maua na mbegu ambazo zitatumika msimu ufuatao. Ni vigumu kususia msukumo huu wa ubunifu wa maumbile. Kila kiumbe hakina budi kutikia ili kutimilike. Kisipoitikia kitasambaratika. Msukumo huu haukuamuliwa na binadamu, bali mfumo wa maumbile waonyesha bila shaka kuwa msukumo huu usio na mpingamizi ndio unaoleta ufunuo mpya maishani kila uchao. Uzima haikuamuliwa na binadamu, bali yeye yuko ndani ya uzima ambao pia uko ndani yake. Na kupitia kwa uzima, binadamu haiwezi kutoroka uzima, bali inabidi kuishi kupitia msukumo huu.
kwa njia ambayo haiwezi kueleweka, kupitia kwa nguvu ambazo hazionyeshi sura yake. Uzima umekuingia pamoja na msukumo wa ubunifu. Hekima ya Mungu ndiyo imetekeleza hayo, na hakuna awezaye kubadilisha hata chembe cha msukumo huu. Aidha, sayansi ama falsafa ya binadamu ama maono ya watakatifu na hekima ya wahenga pia, hakuna awezaye. Ni kama vile kusimamisha wakati ama msukumo wa sayari ama kuzuia ndege watoka katika viota vyao kupaa mbinguni na kuimba. Unda ama ufe ndio msukumo ama jukumu la maisha. Uwe muundaji ama utabike na kusumbuka ama usumbuke, ndiyo mtazamo mwingine. Huwezi kuepuka msukumo huu wa hiki kitu ambacho kinatutafuta njia ya kujitokeleza kupitia kila kitu, na kunafanya hivi kwa njia ya ubunifu uletao uzima. Waweza kusema muundo ama msukumo huu huwa ni mbaya ama ni mzuri, wenye uungu ama ushetani, ahera ama jehenamu. Lakini je, si ni vyema kusema mambo yaletao uzima ni mazuri? Sisi sote tuko katika mpangilio wa maumbile. Huo msukumo ama mvuto wa kutaka kujifurahisha ama kujitendekeza hakumaliki hadi kujitosheleze. Hiki ndicho chanzo cha vita na usumbufu katika historia ya binadamu. Mpangilio huu wajaribu kuunganisha vipande tofauti na kitu kimoja, kana kwamba haiwezi kutimiza malengo yake ila kupitia kwa usawa wa roho na umoja wa wote. Umoja huu haumaanishi kufanana, ingawa umoja hauna budi kufuata itikadi fulani. Umoja haimaanishi kufanana. Kila kipande cha nyasi, kila tone la maji, kama kila binadamu ana tofauti fulani na mwenzake. Kila binadamu ni mtu tofauti na mwenzake, lakini halaiki yote pamoja kama kiumbe kimoja ambacho kinaelekea lengo fulani hatimaye. Lengo lenyewe ni gani isipokuwa kila mmoja akiwa mtu binafsi awe ametosheleka pia akiwa na wenzake? Hii imekuwa hamu ya karne nyingi, ikitamani kwamba simba ataambatana na mwana kondoo na mtoto mdogo atawaongoza, kama Yesu alivyosema, wawe wamoja na umoja kama vile tuko pamoja. Wewe ulimwengu uishimo mmoja na hekima binifu iliyoumba kila kiumbe katika huu mchakato wa uzima. Wewe sehemu moja ya kitu hicho, kama vile jua ilivyo, dunia na hewa. Kuna kitu ndani yako ambacho kinakuambia hivi, kama sauti ya mongi itokayo kwenye mlima na maono ya undani, kama mwangaza ambayo hakuna mtu ameshauona chanzo chake, kama chemichemi isiyoonekana mwanzo wake. Moyo wako ni wa ulimwengu. Wazo lako ndiyo njia ambayo akili ubunifu wa ulimwengu
utafuta kutimilika. Hapa tunaanza kuchunguza maana ya msukumo huu, msukumo ambayo ni hamu ama tamaa ambayo huandamana nawe maishani. Utakubali kwamba chanzo cha ama msukumo huu ni kitu halisi. Waweza pia kuamini kwamba ulimwengu unajawa na uwepo wa Mungu na Mungu wa milele. Labda uwepo wako wa jadi wala sio uwepo wako wa uchache, lakini uwepo wako wa daima kama kipande cha uungu wa milele. Lazima kuwe na mapangilio wako katika kitu hiki kinachoonekana. Wahenga, wataalamu wa jadi wameikubali mpangilio huu na kuita majina mbalimbali. Socrates aliita roho wake, Yesu akauita Baba aliye mbinguni. Wachaji wengine wa jadi wakaita Atman. Mbona wewe usiite wewe mkamilifu? Hivi ndivyo walimaanisha. Elewa kwamba kumekuwepo na watu wengi ambao wameujua uwepo wa Mungu na kuishikamana na kujumuika pamoja nao, hivi kwamba uwepo huu usioonekana wamejishona na ukawa kitu kimoja nao. Kila mtu ni mlango, kama alivyosema Emerson, ambao Mungu hujifanya binadamu, ambao ulimwengu hujifanya mtu binafsi. Inabidi uamini kwa unyenyekevu na kwa imani kamili kwamba kuna mpangilio katika utu wako ama roho wako wa ukweli, ambaye ni wa milele kama Mungu na aliyosambaratika ama kubadilika kama ukweli. Mpangilio huu unatafuta njia kupitia kwako. Msukumo huu unaletwa na dhamira ya ulimwengu. Ni kwa sababu ya hali hili ndiyo kwamba una msukumo mingi, na msukumo wa kuishi maisha yaliyokamilika na kujihishi kwamba maisha ni yako. Kuna kitu ndani yako ambacho kinazidi hofu na shaka, kitu ambacho hakijipungikiwa na kupunguzwa na matendo yako ama kuharibiwa na hisia zako. Hiki ndicho kitu pekee ambacho kinakufanya ukamilike. Asanteni.